Changamoto kwangu kwenye maisha yangu. Asilimia kubwa ya vijana hasa wa kiume tumekuwa na changamoto hii, swala la tamaa. Tamaa, yani naweza kana najitambua na najiheshimu vizuri katika jamii, inanifahamu vizuri, lakini swala la tamaa kwangu moyoni mwangu yani linakuwa ni tatizo. Yani mfano mdada akapita, siishii kumwangalia mpaka akapotea. Sasa tutajiepusha vipi kwenye hilo swala? Maana kuna mengine ambayo yanaepukika, lakini na nikikumbuka kwamba Biblia inasema kwamba amwangalie mwanamke kwa kumtamani ameshakusha zini naye. Kwa hiyo nikitathmini hicho kitu naona nazini mara nyingi. Yaani nazini mara nyingi sana. Sasa nitajiepusha vipi kwenye hilo swala? Ya tutakapoendelea katika kipindi kijacho tutajibu swali lako, maana kuna study ambayo itatufanya tuelewe namna gani tunavyoweza kuishi katika hali hiyo ya kuhimili miemko. Nikitamka sasa nitakuwa nimeingia katika kipindi kingine. Tafadhali naomba nikujibu na uwe makini kufuatana nami. Tutakapoingia katika kipindi kingine nitakuwa tajibu kwako. Sawa. Karibu. Asante sana mkufunzi. Naitwa Paul Mjema. Naomba unisaidie au tusaidie kwa pamoja kuhusiana na hilo swala la kwenye jamii. Katika jamii yetu kwa sasa, miongoni mwa mambo ambayo yameharibu jamii pia ni haya mambo ya kuiga, lakini pamoja na hii mihemko katika jamii. Sasa ili kijana akubalike katika jamii, wakati mwingine ni lazima uendane na ile jamii jinsi ilivyo. Sasa kule kwenye jamii yetu kuna mambo ambayo tayari yameshaharibika, na ili ukubaliwe katika ile jamii lazima ukopi kulingana na yale mambo yaliyoko kwenye jamii. Sasa mengine unakuta ni mabaya, lakini yapo kwenye jamii na tayari yanaendelea kufanyika katika jamii. Sasa tunawezaje kama vijana sisi ambao tuko katika grupu hili, tunawezaje sasa kuescape hayo mambo ili tusimame katika upande ambao unaweza ukatusaidia katika swala la mahusiano? Na maanisha kuna mambo ambayo ni mabaya kwenye jamii, lakini jamii imeyapokea, na sisi ni tuseme ni Wakristo au wacha Mungu ambao hatuyataki. Sasa ili jamii kupokee, ni lazima ukubali kushirikiane nayo ili ueleweke kule. Sasa unatusaidiaje hapo ili kuweza kuyaescape hayo mambo? Unapokuwa kijana na umepata utambuzi, kilicho chema ndicho kinachotakiwa kutendeka, na kilicho ovu haupaswi kukitenda. Usiogope mtu, lakini amini kwamba Kristo anahitaji ufanye nini, upite njia gani. Yaani kwa mtazamo hali ya kawaida katika jamii, unapoitazama sio yote unapaswa kuyatenda kwa sababu jamii inatenda. Sawa?